Ilipofika saa 8:15 nilipata taarifa kutoka kama baharia wangu kwamba kuna man overboard. Man overboard maana yake kuna mtu kajitosa baharini. Action iliyochukua, tulistop engine na mabaharia wangu niliwaambia warushe life jacket. Kama kawaida huwa tunajifunza mafunzo mbalimbali, tunajikumbusha kufanya drill za man overboard, fire drill, kila aina drill zipo nyingi. Lakini kwa leo lililotokezea tukio la leo ni man overboard. Walirusha rifling kwa kuweka alama ya yule mtu ambaye alikuwa kajitosa sehemu ile. Tukarudi tukamuokoa kwa dakika 10. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumejiokoa kwa salama na yule mtu mpaka sasa yupo mzima. Tumefanikiwa kwa mara moja na kwa haraka kwa sababu mabaharia wangu wako makini kwa vitendo vyote walivyofanya na wanafundishwa kila baada ya muda. Kweli tukio limetokezea la mtu, sio ajali, ni tukio, tunasema tukio la kibaharini limetokea la abiria kujitupa katika bahari. Kwa kweli maboti hizi au vyombo hivi vya usafiri baharini vinatakiwa viwe na vifaa vya kisasa na vifaa vya uokozi, na tumeisifu boti yetu hii ya Zanzibar 3 chini ya kampuni ya Zanfast Ferry ina vifaa vya kutosha vya uokozi. Tumeshuhudia tukio lile baada ya kutokezea limechukua muda mfupi sana katika kuokoa, limechukua kama dakika 15 boti kurudi na kwenda kumtafuta mhusika aliyejirusha abiria, na tumempata alhamdulillah. Tunashukuru Mungu na tunaisifu sana kampuni hii kwa kuchukua hatua za haraka sana kwa ajili ya tukio hili la uokozi. Kampuni nyingine za usafiri baharini, kikawaida kampuni zote zinakuwa zina vifaa vyote husika, kwa sababu boti kabla ya kuondoka na inapofanywa ukaguzi tunahakikisha kwamba vifaa vya usalama na vya uokozi vimo vya kutosha katika boti. Kwa hiyo na wao tu wajitahidi matukio kama haya yanapotokezea wayachukulie hatua kwa uharaka kabla taharuki za wananchi hazijaanza kutokezea. Huyo bwana alikuja, mimi nilikaa hapo. Sasa alikuja pale kwa nguvu kama anataka kuanguka kule pani. Nikamwambia mimi bwana utaanguka huko. Akaniambia asianguki, niko fiti. Basi baadaye tukakaa, ikawa niuliza, vipi Nungwi? Nungwi tushafika? Nikamwambia Nungwi tayari. Kwa sababu tukitoka Pemba, tukiondoka Gatini mkoani tunaingia Nungwi. Kwa hivyo hapa tulipo tuko Nungwi. Akaniambia bado. Hiyo Nungwi ninayotaka mimi bado. Nabuza wataka Nungwi ipi? Wataka Nungwi ya Majumba? Nungwi ya Majumba hapa huyoni. Mpaka uko pande huko ndio utaona Nungwi ya Majumba. Hapo utapata Nungwi ya maji. Anambia naona sio ni mawimbi. Naambia mawimbi wewe huyapati. Watayapata leo kwa kule. Kwa hivyo baadaye mimi nikaja kusali hapa. Au nikaswali huko. Kusali huko kidogo naye akaja kaka hapo alipo. Akaegemea hapo. Akasali raka 2 alipokatoka. Alipotoka tena mimi natoka ndio kasaruka. Yule kijana alikuja kwanza pale akasimama. Aliposimama anaangalia baharini, akaanza kupiga story na yule babu. Wamepiga story. Kidogo akatoka yule kijana, akavua viatu na soksi, akaenda msalani kutia udhu. Alipotoka kule akaingia humo msikitini kuswali. Alipomaliza akaja pale akasimama. Kuna babu yule mhoji pale, akamuuliza kwenye mkondo tushapita? Akamwambia, bwana mkondo tushapita kama twenda bishoni tena. Akaruka pale pale. Tulipiga kelele, akamwambia karuka. Ndio akatokea yule, simjui jina lake, leo amevaa nguo nyeupe, ana redio ko. Akabidi akampigia mwingine sio kwa juu. Ikabidi boti ikazunguka, akabidi akaokolewa. Tuwapongeze kampuni ya Zanfast Ferries kwa juhudi kubwa ambazo wamezichukua za haraka. Binafsi nilikuwa shuhuda wakati tukio linatokea. Kama nimehesabu dakika haikuzidi dakika 5 mpaka kupatikana yule kijana na kuweza kurudi katika boti. Wamerespondi vizuri, kwanza kwa kumrushia ile wanaita life jacket, life buoy, ile ringi, na baadaye akaweza yule diver miongoni mwa, kwa sababu ni watu ambao muhimu sana kuwemo kwenye boti, alikuwepo na akashuka kwenda kumchukua. Uzuri ni kwamba yule kijana pia alikuwa anaweza kuogelea, jambo ambalo limesaidia kuokoa maisha yake.